Naam, ulishawahi kupitia mazingira magumu katika maisha yako mpaka ukafikia hatua ya kukata tamaa ama kutamani kujiua? Basi leo tumekuja kumtembelea mwanamke ambaye alipitia changamoto katika ukuaji wake wa maisha, lakini leo hii tunavyozungumza ameshika nafasi mbalimbali katika taasisi mbalimbali, na kwa sasa ni mkuu wa kitengo cha maendeleo ya biashara na masoko kutoka taasisi ya wakurugenzi Tanzania. Huyu si mwingine bali ni Tumaini Lawrence ambaye tuko naye leo katika Kidani. Tutakwenda kujua mengi sana kutoka kwake, safari ya maisha yake na mpaka hapa. Kwa hiyo nikusihi tafadhali usiondoke. Dada Tumaini, habari? Asante sana. Kwako? Nzuri kabisa. Nimefurahi kupata appointment na wewe, nashukuru. Nashukuru pia kwa heshima hii. Naam. Kuna ambao hawakufahamu kabisa Tumaini ni nani? Okay. Tumaini ni mwanamke wa Kitanzania. Mwanamke aliyeanza maisha yake from the scratch, akagrow kutoka kuwa mtoto ambaye ametokea level ya chini sana. Sijui kama unaelewa level ya chini sana. Nikisema level ya chini, mwingine anaweza akafikiria level ile ya, kuna ile level ya mtu anasema ya chini ya kimaskini labda nini. Ile ya chini ya mtoto mpaka unajilipia school fee. That's where I came from. Ndipo nilikotokea. Okay. So ndiye Tumaini unayemuona ambaye nimegrow career yangu kuanzia kulisoma nilipia ya secondary sometime. Okay. And then nikaenda high school, nikaenda chuo, ni story ndefu. And then nikamaliza, nikapata kazi. Nilikuwa nimeanzia kazi yangu ya kwanza kama mhasibu. By professional mimi ni mhasibu. I'm a certified public accountant. Kwa hiyo nilianzia kazi na international NGO moja inaitwa Mennonite Economic Development Associate kama na accountant pale. Lakini nikagrow kutoka hapo, nikaenda kusoma masters. Nilipokuwa certified, nikaenda kusoma masters Netherlands. Nilipomaliza masters yangu, niliporudi ndo nikawa mkurugenzi wa kwanza wa founding executive director wa chama cha wanawake wahasibu Tanzania. Ambapo nimeitumikia chama cha wanawake wahasibu Tanzania. Wakati ulipofika sasa nikahama, nikaja Institute of Directors kama head of business. Hiyo ni summary ndogo tu kuhusu Tumaini. Ni mama wa watoto 3. Okay. Na mume mmoja. Obviously atakuwa ni mume mmoja. Sio wengi, mmoja tu. Yes. Mara nyingi mwanamke anapopanda katika hizo stage ambazo umezitaja, mwingine anaweza kaona ni rahisi tu, lakini umedokeza kidogo kwamba haikuwa rahisi. Umetuonyesha kidogo kwamba ilifikia mahali ukawa unajilipia ada. Tupitishe katika hicho kipindi ambacho unakumbuka changamoto ulizokuwa ukizipitia wakati sasa unaitafuta ndoto yako. Okay. Mimi nimekuwa, mamangu alifariki nikiwa mdogo. Alifariki mamangu, I think ilikuwa kama sikusei miaka 4 hivi, sina memory naye sana. Kwa hiyo nilifariki nikiwa mdogo sana. Na wakati huo baba yangu walikuwa na mamangu wametengana, and then walikuwa hawaishi wote. Kwa hiyo lakini na ni kitu ambacho ni interesting sana kwa upande wangu mimi. Babangu alikuwa hajafa, lakini nilikuwa termed kama mtoto yatima. Because babangu aliondoka, alienda kufanya kazi huko Lindi, sikuwahi kumuona tena. Niligrow kwa kupambana mwenyewe na niliamuaga tu kwamba mimi ni mtoto yatima, so it's okay. Sina baba wala sina mama. I remember nilimaliza darasa la 7. Nimaliza darasa la 7 nikafanya mitihani yangu vizuri ya la 7 nikafaulu. Nilivyofaulu bibi yangu ambaye ndo mzaa mama, so alikuwa na struggle namna ya kunipeleka shule kwa sababu babangu sijui aliko, yani hajanitafuta na yani sijaonana naye wala sijui aliko, so nikaonekana kama tu mtoto yatima. And then alivyo struggle sana hivyo kunitafutia shule kufanyaje, the only thing naweza kukumbuka, one of the family member, mtu mmoja ambaye ni familia wa ile familia yetu, alisema unamsomesha mtoto mwenyewe huyo wa kike. Alafu by the way, alafu sio wa kwako huyo, because mimi upande wa mamangu ni Mbeya, lakini upande wa babangu ni Wasukuma. Akaniambia bali kuna siku moja pia atakuacha atenda Usukumani. That was the end of my story ya kulipiwa shule. Okay. Lakini huku moyoni nilisema shuleni nitaenda.
how sijui, lakini shule nitaenda. So story ya kwanza kwenda shule, niko katoto kadogo, nakumbuka kabisa nilikuwa kama na miaka 12 hapo, around 13. Na remember nilikuwa nalipa mpaka kodi ya nyumba, napika vitumbua, nalipia kodi ya nyumba, nalipia chakula, nalipia, natafuta uniform, naenda darasani, usiku silali. Yani kuna siku nitaka kuungua na mafuta. Yani ulikuwa unaishi peke yako ama Yeah, kwa sababu nikawa sina ndugu yani kwa hapa da. Bibi yangu sasa nimemwacha huko Mbeya. Okay. Yeah. Ni very interesting story. Sijaanzia tu hata Dar es Salaam, unaweza kujiuliza nilifikaje. Ulifikaje? Yeah. Baada ya kushindikana kwamba sijapelekwa shule, walipigia debe akafanya kazi za ndani da. Okay. So nikaletwa hapa kufanya kazi za ndani. Lakini mkichwani mwangu nilikuwa nasema mimi sijaja kufanya kazi za ndani, mimi nimekuja kusoma. How? Ndo sijui sasa. Sasa ili niweze kusoma ilikuwa inakulazimu utoke kwenye nyumba hapo ulipoletwa ujitegemee ili uweze kusoma. So sometimes nikimwangaliaga mtoto wa kike, nikimwona anakata tamaa haraka na na wazazi wanamlipia ada, mambo matatizo kidogo tu amekata tamaa, na mwangalia anaambia yani kwamba huna mtu wa kukusaidia. It's not an excuse ya kujiingiza kwenye vitu ambavyo havifai. So ulijaribu kushare ndoto zako na mama mwenye nyumba aliyokupokea, ulikwenda kufanya kazi? Aha. Story yangu nilivyotoka pale kwenye ile nyumba pale nilipopelekwa pale. Kwanza nilikuwa mdogo, hata sikumbuki kama nimewahi kulipwa. Na maana aliyenipeleka ndo alichukua hela hiyo miezi niliokaa hapo. Nikasema mimi nataka kwenda shule. Nataka kwenda shule, how sijui, ila shule lazima niende. Nikafikiria, nakumbukaga bibi yangu aliwahi kutamka kuna ndugu yake mmoja yuko hapa Dar es Salaam. Nikamtafuta huyo ndugu. Nilipomtafuta wakanipokea. Walivyonipokea nikawa nina ndoto ziko tofauti na watu wote walioko mle ndani. Yaani ushaona Mungu tu amekujalia, yani wewe akili yako unawaza vitu tofauti kabisa na watu walioko hapo ndani. I remember sasa nikaanza kusoma, nafanya biashara vyangu afu nasoma nikiwa hapo. So nikawa na mtizamo huko tofauti na wengine wote waliokulia mle ndani. Na yenyewe ikawa inawadisturb. Siku moja tu nimetoka shuleni, nikakuta kibegi changu nje bwana. Nikaambiwa umeambiwa uondoke. Wamefunga wenyewe, wameenda kwenye kwaya. Mungu tunayemwabudu kazi. Sasa wenyewe wamefunga milango, wameenda kwenye kwaya, wamesema uondoke. Hawakutaki kwao. Huyo ananiambia ni jirani. Sasa jirani anayeniambia yeye anasikia uchungu mpaka analia. Alafu Mungu alikuwa ananipa ujasiri sana. Anasema ningekupokea lakini watanitukana sana. Watakuona kama mbaya. Nikamwambia no, usijali. Nikachukua kibegi changu. Maeneo ya Magomeni, wengi ambao wamenijua nikiwa msichana wanaita hii testimony. Nilitembea na kibegi changu kama hatua fulani hivi, nikafika sehemu nikauliza kuna chumba? Wakaniambia kuna chumba lakini mwenye nyumba hayupo. Nikamwambia nifungulie, mwambie mwenye nyumba nitamlipa kodi. Kwa ujasiri tu. Akaniambia haunayo hela ngao. Amesema akija mteja utupe hela yake. Nikasema wewe fungua chumba bwana, nitalipa. Napo unajiamini na hujui unaipata wapi? Sina. Hata godoro sina sufuria, sina chochote, yani na kile kibegi changu nilichobeba. Okay. Wakafungua chumba bwana. Nilipofungua chumba nikaingia. Nikaingia, nilipoingia nikasema hapa ndo kwangu sasa. Nikalala chini. Nikinunua mkate nakula wiki nzima. Usiishe. Unakula selesi mbili alafu unaenda kwenye mihangaiko. Unakula selesi mbili alafu unaenda kwenye mihangaiko. Ni kazi gani ulikuwa ukizifanya kwenye hiyo mihangaiko? Nilikuwa napika maandazi. Nilikuwa napika zile wanaita nini, half cake zile. Nilikuwa napika zile half cake. Usiku ndo napika kwa sababu mchana nasoma. Nilikuwa napika usiku. Okay. Kuna sehemu ulikuwa unaenda kupika ama nilikuwa napikia hapo nyumbani, alafu ndo napeleka huko ninakosoma ndo naenda nazo. Asubuhi kuuza. Kuna kipindi nimefanya mtihani wa form 2. Nililipia mtihani wa form 2. Nikampa hela yangu mwalimu mmoja hivi anilipie mitihani ya form 2 bwana. Sijui alijichanganya, sijui ni alikula bahati mbaya tu au shetani alikuwa ananitesti, hakulipia mitihani. Imefika wakati wa mtihani mimi jina langu alipo. Jamani nililia natamani kufa. Lakini all in all I think kote huko nilikuwa napitishwa kwa ajili ya maybe msichana mwingine wa Tanzania naweza akajifunza kitu. Shuleni walikuwa wanajua historia yako kwa maana ulishirikisha walimu? Yes, nilishirikisha, lakini ilipofika pointi
kuna muda ilifika kanisani hapo nilipokuwa nasali, ndio wanasema unajua vile una struggle na mwingine ana recognize, anasema hivi amuone mtoto jinsi anavyo struggle. Ndio nikaanza kupata na walezi familia wakasema njoo kae huku, uweze kukaa peke yako. Ndeni kutoka hapo nikawa ile shule nilikuwa nasoma Baptist, Dar es Salaam Baptist Secondary School. Nikaanza kusoma bure bila kulipa ada sasa. Nikiwa naingia form yani nilikuwa nasoma bure nisema hapo. Nilikuwa nasoma bure, yes of course, ingawa matumizi mengine yalikuwa juu yangu. Kwa hiyo nilikuwa nasoma bure, lakini sasa kipindi hicho nikawa tena nimeshapata sehemu ya kuishi. Yeah. Okay. Kwa hiyo nikawa naishi angalau sasa ndio ikawa ahueni yangu. Nikamaliza form 4. And I think ndio nilikuwa mwanafunzi aliyefanya vizuri kwa wanafunzi wote. Wow. And huo mwaka siku ya wanawake duniani nilienda pale shuleni, nilikuta limeandikwa wanawake, siku ya wanawake duniani, tunampongeza Tumaini Lawrence. It was so inspiring kwangu. Nikurudishe nyuma kidogo. Historia yako kidogo inasisimua, yani wakati unaishi kwenye ile nyumba ya ndugu zako ambao walifunga tu mlango wakawa wameenda kanisani, then kwa kutaki begi chako nje. Uliwahi kukwambia shida ni nini? Iliwahi kutokea siku ya kwanza. Nilikuwa serious. Ili wewe mtoto unayejilea usipokuwa serious huwezi kutoboa. Huwezi kutoboa. Kwa mimi nilikuwa serious na vitu vyangu. Kiingia tu kwenye anga zangu kijinga lazima nikuweke kwenye mstari. Ili niweze kutoboa hapo nipite katikati yako. Kwenye ile familia kulikuwa na watoto wake huyo mama. Mimi kwangu alikuwa ni bibi. Kwa sababu alikuwa wakitoka jioni. Mimi sijui anaenda wapi. Usiku saa 8 wanakuamsha wafungulie saa 9. Sasa hiyo siku nilifungua mlango nimwambia leo ni mara ya mwisho na kufungulia. Sasa akasema mjeuri wakati sio kwao. Ndio nikatolewa sasa. Atoke. Maana sasa nilikuwa naona nakuwa party ya vitu wanavyovifanya. Najua yani kujilea mwenyewe ni kitu kigumu sana. Especially ukiwa mtoto wa kike, kuna wengine watateka advantage na wewe, kuna wengine watateka advantage na situation yako na kadhalika. Ni vitu gani vya sitaki kukumbusha, lakini ni vitu gani vya uchungu ambavyo unavikumbuka, yani ile moment ya kujilea mwenyewe na kusimama, ambayo mtoto wa kike mwingine ambaye anatuangalia sasa hizi huenda amekata tamaa, either amekimbiwa na wazazi ama wazazi wapo lakini hawana uwezo ama ni yatima, kwa vyovyote vile situation alionayo, ambao unamwambia kwamba hata kama unakipitia hiki lakini utanyanyuka. Vipo vingi vya uchungu. Hata nikiongelea kwa mfano kama hiyo, unakuta watu wametoa begi lako nje, ni vitu vya uchungu. Unaweza ukakatishwa tamaa ukasema ngoja maisha yameshanishinda. Unaweza ukapitia kama hiyo siku na ukuadishia nililipia mtihani alafu jina langu kwenye mtihani alikuwepo. I remember nililia, kichwani kwangu kulicross kitu kidogo, kulipita kidogo habari ya kujiua. Akasema na struggle hivi bora tukufa yani. Hiyo ninavyofikiria hivyo nilikuwa nimekaa kama hivi barazani hivi na tafakari, sijafanya mtihani yani, afu mimi napambana alafu sijafanya mtihani. Nilikaa nasikia kuna kanisa pembeni ya nyumbani hapa palikuwa panaitwa, alikuwa kanisa la TG Magomeni kule. Nikasikia wanaimba, ilikuwa jioni. Nikasema ngoja niende kanisani. Nikajikuta nimelia, hasira zimeisha yani. Nikasema Mungu bado yupo, bado Mungu ananipenda tu. Yani haijalishi unaona changamoto gani. Alafu yule mwalimu alikuwa very guilty. Akasema mtihani nisamee mwanangu, mtihani unaokuja nalipa gharama zote mwenyewe. Kwa hiyo lazima ule mwaka ukae tena yani nisubiri tena. Sasa nikaingia form 3, mtihani wa form 2 sijafanya. Kwa hiyo kilichofanyika ni kwamba mimi nikaa naendelea form 3, mtihani wa form 2 sijafanya. Okay. So kuna moment ambazo zinakuwa painful. Kuna nyumba zingine za watu unapita, wakati mwingine unatamani wakutreat kama mtoto but hawakuoni kama mtoto kwa sababu wewe sio mtoto wake, lazima mwingine. Yani kwa kuna zile moment unazitamani uzifikie, lakini saa zingine unajikuta uzifikie. So nilikuwa bitter sometimes because kila kitu napambana mwenyewe yani. Kwa kuna wakati nilikuwa bitter sana. Unajua mimi naitwa Tumaini Lawrence, but Lawrence kwa familia yetu hamna mtu anaitwa Lawrence. Yes, ule uchungu nilifuta majina ya babangu kabisa. Yani ule uchungu kwamba yani why I'm using, yani sitaki hata kumkumbuka huyu baba yani hata mimi nateseka hivi. Na hakuwahi kutafuta mpaka leo.
No, ni story ndefu, tumereunite kama 3 years ago. Okay. Yeah, it's a story ndefu, but when nilivyoongea naye tuliongea, nilimwambia tudadavue vizuri what happened. And who is Lawrence? Nobody. Just I don't want to be associated na mtu yoyote. Nisa futa hiyo jina kabisa, sitaki hata kumsikia. Yani because nilikuwa napita wakati mgumu sana. Na bado tunaendelea hapa na Tumaini Lawrence ambaye ni mkuu wa kitengo cha maendeleo ya biashara na masoko katika taasisi ya wakurugenzi Tanzania, ambapo tumezungumza naye mengi sana. Katika kupanda kwako sasa, umemaliza form 4, umemaliza form 5, form 6. Katika safari yako ya kupanda, unakumbuka ni vitu gani ulikuwa unawaza ama una target kama Tumaini kwamba mimi lengo langu ni kufika hapa? Na unafikiri je, pale ulipopatamani kweli umefika? Lengo langu nilipokuwa ninapatamani naweza nikasema sijafika, kwa sababu target zangu mimi hazikuwa kielimu zaidi. Target zangu kubwa wakati nakuwa, hata ukiangaliaga huwa napitia sana, mimi napenda kuandika na kwa na notebook ambazo nimeandika vitu vyangu, nikiangaliaga kuna achievement ambayo naitamani sijaifikia. Ambayo achievement yangu si tu what level nimepanda vyeo ama kwa kiwango gani nimekuwa na elimu kubwa. Hiyo sio target yangu sana. Target yangu natamani kufikia level ambayo yani kuna kitu ambacho wewe nikikikumbuka tunasikia maumivu sijakifanya. Nimewashika mkono wasichana wangapi ambao they are also desperate, pengine wanapitia wakati mgumu kama nilivyopita mimi, na kuwakumbusha tu kwamba you can still make it. Yani haijalishi mazingira unayokulia, but unaweza ukavuka. Kama mimi nilivuka, wewe bado usivuke. Yeah. Umejaribu kufanya hivyo? Yeah, nimejaribu. Nina watoto kadhaa ambao pengine wengine mpaka sasa hivi wako shule wanasoma na ada yangu. Sijafika hicho kiwango ambacho nakitamani, lakini hiyo kiu nilikuwa nayo. Mimi hata nikiwa shuleni, nakumbuka nikiwa chuoni, mimi ile hela ambayo ni ya matumizi ya chuo, mimi nilikuwa namlipia mtoto wa mmoja hivi wa Kimasai ada. Nilikuwa namlipia, alikuwa hana wazazi, namlipia nampa hela sehemu ya kuishi. Alikuwa amepanga, namnunulia uniform. Hiyo hela hiyo ya matumizi. Wengine wakati wanaenda kujirusha, lakini mimi nilikuwa ninamshika mkono mtoto mmoja wa kike kupiga hatua ya maisha yake. Uliwahi kurudi ukamtafuta bibi nyuma ama bibi alifariki? Bibi alifariki. That's my sweet bibi. Yani wewe ningekuwa namtembeza hata kwenye ndege. Bibi, yani uyatima uliongezeka pale ambapo bibi ndo alikuwa ameshafariki sasa na yeye. Kwa hiyo ilikuwa pale ni kufa na kupona. Ni wewe upambane ili uweze kuvuka. Uliwahi kuwa kwenye chama cha wahasibu na ulikuwa ni mkurugenzi mwanzilishi. Taasisi ya wanawake wahasibu ilianzishwa na serikali ambayo ni National Board of Accountants and Auditor. Na by the way ilianzishwa mimi nikiwa Uholanzi kusoma. Nilipofika ndo nakuta kwa sababu kuna taasisi ya wanawake wahasibu imeanzishwa lakini haina mkurugenzi, kuna nafasi ya kazi. Kwa nilikuwa na bosi wangu mmoja akarecommend, akasema tukimpata huyu akikubali, yuko very determined. So akani approach, would you like kupata hii nafasi ndo tuanzishe yani nini from the scratch. Nikasema sawa, nimetoka tu kusoma. Nikasema sawa, haina shida. Kwa hiyo nikaingia kama mkurugenzi mwanzilishi wa chama cha wanawake wahasibu. And tumepambana kuanzia kikiwa na zero, hakina kitu chochote, kilikuwa kinakaa unakaa miezi hata 5 hujalipwa mshahara, unafanya tu kazi. Unakaa miezi 5 hujafanya. Na remember wale wanawake waanzilishi na waitaga ironing lady hapo. Wale waanzilishi wale kuna muda wanaona mpaka huruma, nasema jamani, hebu tuchangeni basi hela zetu mfukoni, tumbusti Tumaini angalau hapo. Anapambana. So alikuwa saa zingine hata wanachanga hela zao mfukoni wanakupa angalau survive because hakuna kitu chochote. So nikiangaliaga chama cha wanawake wahasibu kama kuna uharibifu, miundombinu mibaya yote, I feel like inanihusu kwa sababu nimeanza from nothing. Okay. Kwa nini sasa ukaamua kuondoka kwenye taasisi hiyo ambayo umeilea mwenyewe na kuikuza na kuja najua pia ni taasisi nyingine nzuri ambayo ni ya taasisi ya wakurugenzi Tanzania? Sababu nzuri ya kuondoka pale ni
Pia kupisha mawazo mengine kwenye organization. Huwezi ukakaa muda mrefu peke yako mwenyewe. Ni unapisha wengine walete mawazo mapya, lakini pia for my growth pia. Asa umepambana pale, kila unachokiona sometimes usipoangalia sana unaweza kuanza kukizoea because wewe ndio umekianzisha from the scratch. So unatoa room wengine waone wapi walikuwa natamani wakae waweze kupushi. Yeah. So kuna binti mwingine yuko pale but I'm also proud anafanya vizuri. Lakini pia growth ya kwangu mimi binafsi. For me unaweza kuona kutoka pale kwenda kuja IODT ni growth because IODT ni organization nyingine ambayo ni kubwa kulinganisha na chama cha wanawake wasibu Tanzania. Okay. Yeah. Wakati ukiwa kiongozi sasa, ni misingi ipi ama falsafa zipi zilikuwa zikikuongoza ili pia kutimiza ndoto za kwako za kulea watu wengine waweze kukua kama ambavyo unatamani kuona msichana mwingine na anapiga hatua? Principle nilizokuwa nazo mimi ambazo zilikuwa zinanisaidia akija mtu ofisini kwa, yani mtu ambaye nataka kufanya naye kazi, kitu cha kwanza sikuwa naangalia sana vyeti. Huwa naangalia credit na kama ninaangalia tunaita not really uwezo, yani ethics za huyo mtu, yani nikisema Kiswahili siwi niseme maadili. Niko so much interested na mtu mwenye maadili ambaye unaweza rely on. Kwa hiyo ikitokea mtu ni mjanja anafanya uharibifu wa kutamani kugrow haraka aibe afanye nini, yani nitamgundua kwa haraka because interest yangu kubwa iko kwenye maadili sana. Kwa hiyo naaminiki kabisa unaweza kawa mtu hana elimu lakini kwa sababu ana value zile ambazo zinahitajika, kama ni mtu ambaye ana maadili mema, ni rahisi sana kukua. Huko tunakoelekea sasa hivi, professional tunazoendelea sasa hivi, AI anaweza kufanya vitu vingi sana. Exactly. Ili kupata watu ambao ni credible, watu ambao unaweza kwa trust, ndio kazi ngumu sana kwa sababu tulionayo sasa hivi tunaita nini, kizazi kipya Gen Z. Wakifika tu kazini anawaza development. Yani hawazi kukua. Development anafikiri ni kumiliki magari, ni kumiliki nini, hajui kama kumiliki values za ndani kwako ndio maendeleo zaidi kuliko hata kumiliki hivi vitu vya nje. Utakuta wasa hivi wengi wamefocus sana na vitu vya nje, ambapo ukijaribu kuangalia hata useme ningekuwa mtu ambaye ninatamani vile vitu vya nje vizuri, chama cha wanawake wasibu kisingefika hapo kilipo. Because lazima ukiuke maadili ili uweze kupata vile vitu kwa haraka. Yeah. Ni ngumu sijui unatumia mbinu gani, lakini nahisi ni kwa mfano ukutana na mimi hapa ninavyokuja kuomba kazi au ninavyokuja kuapply kazi na kuja very humble, na ukiniuliza maswali nitakwambia mimi nafuata maadili na nini na nini. Inakuchukua muda gani kuona kwamba huyu hanifai na maamuzi? Je, unachukua maamuzi magumu kwamba huyu inabidi nimuondoshe? Katika vitu ambavyo mpaka imebidi nifanyiwe mentorship ni kufukuza mtu kazini. Kwa I think kulingana na maisha nilioishi na huwa natamani naona kama vile anaweza kubadilika. Okay. Inanichukua muda kidogo kutoa maamuzi ya mtu kuondolewa kazini. Yaani sometimes ni mpaka nipate kitu ambacho ninakumbuka kabisa, yani kuna sehemu ambapo mpaka mtu ilibidi anifanyie mentorship, anaambia akanirecommend na kitabu kinaitwa The Courage to be Disliked. Akaniambia you have to be courageous sometimes, you don't need to make sure everyone likes you. Anakupenda. Yeah, because sometimes you have to make tough decision kwa ajili ya ile organization. Kwa unafanya maamuzi mengine ni kwa sababu ya ile organization, sio kwamba wewe mwenyewe sio mambo binafsi. Yes, sio mambo binafsi. So nature yangu ya ukuaji, I think nilivyolelewa kufanya mara nyingi kufikia sikuwa napenda kumuumiza mtu mwingine. Niseme hiyo ndio lugha rahisi. Kwa hiyo nilikuwa nikifikiria sana kabla sijamuumiza, kumwambia mtu kwamba kwamba huyu hafai spinning, yani ninachukua muda sana kukaa naye, nitakaa naye vikao, nitafanya nini, wakati mtu mwingine anaweza akachukua maamuzi ya haraka tu na kumwambia wewe ndugu ufai hapa. Kikawaida unapenda nini, kupika, kucheza muziki ama nini? Vitu gani vinakuburudisha? Napenda mapishi. Napenda kupika sana. Okay. Napenda kupika kuliko kula. Hadi watu wangu wanajua kama mama ni mpishi mzuri sana. Ila lakini kula sio mpenzi sana. Okay. Na napenda music, lakini gospel. Napenda sana gospel.
Sawa, nikushukuru sana. Nafikiri next time tutakuja kwa sababu kipindi chetu pia kina muda mchache. Watazamaji najua pia watataka kujua nini kinaendelea ama kiliendelea kati ya Tumaini na baba yake. Hiyo sasa itakuwa ni siku nyingine ambapo tutakuja kuzungumza pia mambo mengine. Yeah. Nikushukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Nashukuru sana kwa wakati huu. Okay. Yeah. Na mtazamaji wa Kidani, tunamaliza hivyo siku ya leo. Nikushukuru sana kwa muda wako. Bila shaka Tumaini ametuambia mengi sana yale aliyopitia. Wewe kama msichana kuna ambalo umejifunza, na kupitia Tumaini pia anatoa ushauri mbalimbali kwa wasichana ambao mmekata tamaa na nini. Mara moja akipata muda anazungumza na nyinyi ili kuwapa mwelekeo nini cha kufuata. Kuna namba ambayo inapita chini hapo kwenye screen yako 0888475656. Hiyo ni namba yangu binafsi, lakini pia katika mitandao ya kijamii andika Sauda_Kidani Show ama UTV TZ ama Azam TV TZ. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.